Bwana Yesu asifiwe. Oh, ni wiki nyingine tena ambapo tunaenda kujifunza somo zuri. Ni somo la ngapi? La 7. Somo la ngapi? La 7. Hebu wale wenye lesoni, somo la 7 linasemaje? Tanuru la moto. Tanuru la nini? La moto. Hivi kuna mtu ameshawahi kuliona tanuru? Umeshakuona tanuru la moto? Ndio. Kujiuliza, umewahi kujiuliza habari ya moto unavyowaka? Ndio. Hebu naomba tuombe tunapoanza somo la leo. Naomba tuombe tunapoanza somo la leo. Mtoto Dorini, hebu njoo tuombe. Hebu tuombe tunapoanza somo la leo. Hebu naomba tujalie pale ambapo tunaanza kipindi cha leo, naomba tubariki hadi ambapo tunabariki kwa jina la Yesu. Amina. Na Mary atatuambia fungu la ukariri la wiki hii. Mary, umekariri fungu? Hebu simama utuambie lile fungu la wiki hii. Simama utuambie lile fungu la wiki hii. Tutamtumikia Bwana. Yoshua mstari 24 mstari 15. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Oh, Mary yuko vizuri. Fungu la ukariri nasema tutamtumikia nani? Bwana. Tutamtumikia Bwana. Naomba mnisikilize kwa umakini. Mfalme Nebukadneza alivyogundua ya kwamba yeye ni kichwa cha dhahabu, aliamua kutengeneza sanamu kubwa, na lile sanamu lilikuwa ni kubwa kiasi cha urefu wa ghorofa 8. Urefu wa ghorofa ngapi? 8. Hebu piga picha ile ghorofa, ule sanamu lilikuwaje? Lilikuwa kubwa. Halafu sasa akawaalika viongozi mbalimbali, akawaalika wananchi, wakahudhuria kwenye uwanda wa nini? Wa Dura. Wakahudhuria kwenye uwanda wa nini? Wa Dura. Na akasema hivi, mtakapoisikia sauti ya firimbi, zeze na aina zote za ngoma, kila mtu atashuka chini, atasujudia ile sanamu nini? Ile sanamu yangu. Atasujudia nini? Ile sanamu yangu. Hiyo sanamu niliyotengeneza. Hebu naomba mnisikilize. Na ndipo ambapo firimbi, zomari, vinanda vikapigwa. Watu wote wa Babeli wakafanyeje? Wakaisujudia ile sanamu. Lakini walikuwepo vijana wangapi? 3. Vijana hao walikuwa ni Shadraki, vijana hao wao walikataa kuisujudia nini? Sanamu. Ndipo watu wanajeshi, makamanda wa kikosi cha Babeli wakamwambia mfalme, kuna vijana 3 wamekataa kuisujudia sanamu. Na hivyo mfalme akawaita kwa ghadhabu, akawaita, wenye Shadraka, Meshaki na Abednego, nyie ndio hamtaki kuisujudia sanamu? Wale vijana wakamwambia, mfalme, sisi hatuwezi kuisujudia sanamu isipokuwa Mungu wapi? Akasema, nawapa nafasi ya mwisho. Wakasema, hata haina haja ya kutupa nafasi, sisi hatuwezi, na hata kama iwe vipi tunaamini Mungu wetu wa mbinguni atatuokoa na mkono wa mfalme. Mfalme akaghadhabika, akawaambia wanajeshi, hebu wachukueni wale vijana, chocheni moto. Wakachochea moto mara 7 kwenye ile tanuru. Wakachochea moto mara ngapi? Wakachochea moto mara ngapi? Mara 7. Mara 7. Ndipo wanajeshi wale wakawachukua, wakafunga kamba, pingu, minyororo, wakaenda kuwatupa kwenye ile tanuru ya moto. Yaani Biblia inasema hivi, hadi wale wanajeshi walio karibu na ile tanuru waliteketea, waliyeyuka pale pale kwa ukubwa wa ule moto. Halafu sasa, cha ajabu, walipotupwa kwenye ile tanuru ya moto, wakati wanashangaa, mfalme alipotazama akagundua kuna watu wangapi tena? 4. Kumbuka wametupwa watu wangapi? 3. Akasema, hapana. Akawaita, Shadraka, Meshaki na Abednego, hebu tokeni nje. Shadraka, Meshaki na Abednego wakatoka nje. Unajua yule aliyekuwa ndani alikuwa nani? Alikuwa ni Yesu. Alikuwa nani? Yesu, mkuu wa miungu yote duniani, alikuwa yupo ndani, ameshuka kuwaokoa. Ameshuka kufanyeje? Kuwaokoa. Mfalme alishangaa kuona wale vijana hawajakufa. Naomba niwaambie watoto wazuri ya kwamba naomba mnisikilize. Mungu wetu tunamwabudu Mungu kwa sababu anaweza kutuokoa mahali
popote. Mungu wetu anaweza kutuokoa mahali popote. Haijalishi unapitia mazingira gani, haijalishi umepitia kwenye umepitia changamoto gani, Mungu wetu wa mbinguni anaweza kufanyeje? Kutuokoa. Mungu wetu anaweza kufanyeje? Kutuokoa. Naomba niwaambie marafiki, tunapomaliza somo la leo, natamani tumwamini Mungu kwa sababu yeye ana nguvu, ana uwezo, anaweza kufanyeje? Kutuokoa. Basi niwaalike tufumbe macho tupate kuomba tunapomaliza somo letu la leo. Mtoto mzuri, tunaomba utuombee. Kila mtu akiwa amefumba macho, akiwa ameweka mikono hivi, tunaomba muweze kufumba macho tupate kuomba. Tuombe. Asante Mungu akubariki kuanza vipindi vyetu. Asante kwa kutusaidia kujua mafunzo, tabia na heshima. Asante Mungu, naomba tuongoze, tubariki katika jina la Yesu Kristo. Naomba tuongoze, tubariki, tufanye maombi kwa ajili yako. Hata kama siku ya mwisho ikifika, tunaomba tusaidie, utuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.